Yes, my brother, you are not a mistake. Hujazaliwa kwa bahati mbaya, hujazaliwa bila kukusudiwa. God planned your life. Don't doubt yourself. Yani, kabla hujazaliwa tu, kabla hujatungwa, Mungu alikuwa anajua unakuja kuwa nani, utaishi maisha gani. So kinachokufanya ushindwe kuishi katika kusudi la Mungu ni kwamba unaamini kwamba bado hujitoshelezi. Unaamini kwamba hali ulionayo au hali uliotoka ndio inayofanya uishi maisha ya namna hiyo. Lakini kitu kigumu kinachozuia uendelee kuishi maisha ya namna hiyo ni kwamba hujakubali kwamba ili kufikia sehemu kuna maumivu, kuna ukataliwa, kuna disappointment. Utapokubali kwamba mimi ili nifikie lengo langu, ili nifikie kusudi langu, I need to accept pain, to enjoy pain, to let pain feel good, just turn the pain into fuel. Unaona? Kwa hiyo maumivu yako ambayo utayapata ili ukifikia kile kitu, utakapokubali ndio njia rahisi ya kukamilisha jambo ambalo unahitaji. Hata mafanikio ni rahisi, lakini kinachotia ugumu ni kwamba watu hatujakubali kwamba ili kufikia mafanikio unahitaji kukubali maumivu, kukubali hali utakayokutana nayo, disappointment, rejection. Unaona? Kuna watu watakukataa. Yaani kubali hata ukibaki mwenyewe. Sio kuna wakati utabaki mwenyewe, kuna wakati kila mtu atakukataa. Hata wale ulioamini kwamba wanaweza kuwa msaada kwangu, lakini wanakukataa. Utakapokubali kwamba kwenye maisha kuna hivyo vitu, kuna rejection, disappointment, umeona, betrayal, naamini kufikia sehemu ambayo unahitaji ni kitu cha rahisi sana. Bali hatujakubali kwamba ili kuyafikia kuna maumivu, kuna vitu tofauti ambavyo utakutana navyo. My brother, kwa upande wangu, either to get rich or gonna die in process. Jaribu. Mama kanambia kwamba mwanangu, yafikie mafanikio au ufe ukijaribu. Niko tayari kufa kwenye mchakato kuliko niache kufanya. Nipo tayari kufa kwenye mchakato au nipate. Yaani nisipopata mafanikio basi nipo tayari kufa kwenye mchakato kuliko kuacha kabisa.